Kwa majina naitwa Sabrina Andrea Larubare, ni mkazi wa kata ya Daraja Mbili, mtaa Ndaruvoi, mkoani Arusha. Sisi tumepata na tatizo kubwa sana ambalo linaniumiza kiakili, kiafya, pia kifikra. Baada ya mtoto wangu Neema Adamu Kirugara nilipomfikisha katika hospitali ya Mount Meru Arusha siku ya Alhamisi mwezi wa 3 na kupata changamoto ya kubadilishiwa mtoto wake aliyomzaa mwenye kilo 3.1 na kupewa mtoto mwenye kilo 2 na gramu 285. Alivyolazwa katika wodi hiyo, alishindwa kupatiwa huduma kwa wakati kwa sababu sikuwa na fedha za kuweza kumnunulia vifaa vya kufanyia operation. Pamoja na kuwa nilikuwa na barua ya afisa mtendaji wetu wa kata na mwenyekiti wa mtaa Masudi Sasungwa kwamba binti yangu alikuwa na mahitaji maalum ya kupatiwa msaada wa kufanyia operation kwa sababu sikuwa na uwezo wa hizo fedha. Lakini barua hizo hazikuweza kupokelewa katika ofisi ya mganga mfawidhi, nikiambiwa niende ustawi wa jamii, na ustawi wa jamii pale Mount Meru nilifika pia hawakuweza kunisaidia chochote. Wakati nafanya jitihada za kumsaidia mtoto wangu, alilazwa pale katika wodi ya Mount Meru gorofani, mapumziko wanawake wanaosubiria kujifungua. Wakampokea binti yangu na kumlaza pale, lakini walishindwa kumpatia huduma kwa sababu sikuwa na hela ya vifaa vya kufanyia operation kuanzia siku ya Alhamisi mpaka siku ya Ijumaa. Fedha hizo zilipolipwa na Bwana Kasim Matingas ambaye yuko Njiro mwenye sober house. Alivyolipa nikaonyesha risiti, mtoto wangu akachukuliwa, akaekewa kanyula mkononi na akapewa na dawa wenyewe wanazifahamu daktari pamoja na catheter ile ya mkojo. Kuanzia hiyo siku mtoto wangu aliendelea kuteseka na hiyo catheter na kanyula mkononi, akiwa hawezi kukaa wala kula chakula, anapata maumivu makali kwa sababu pia alikuwa na kovu la mwanzo la operation. Na huyo sister alomkabidhi kwenye wodi hiyo alisema litakuwa fanyiwe haraka sana Ijumaa asubuhi operation. Lakini daktari alokuwa kipindi hicho cha zamu alishindwa kumfanyia mtoto wangu operation kwa sababu ya kukosa pesa. Lakini hata pia baada ya kulipa pesa hakuweza kumsaidia binti yangu. Na siku ya Jumatatu asubuhi mtoto wangu alichukuliwa akapelekwa theater na mimi nilishuka kuchukua chai nyumbani, lakini baadaye binti yangu saa 3:40 akanipigia akaniambia amerejeshwa tena wodini baada ya kutokea mgonjwa ambaye alikuwa pia wodi ya chumba kinachofuata, ambaye nafikiri ana ndugu yake ni daktari. Alichukuliwa yeye ndo akaanza kupatiwa huduma kabla ya mtoto wangu. Jambo hilo liliniumiza sana, nikalalamika hadi kule customer care. Na bahati nzuri nilivyoelekezwa na wale customer care waliniambia nifike pale na nimtafute daktari nimuulize. Nilivyomuuliza ndo akaniambia kwamba mtoto wangu hakufanyiwa huduma kwa sababu kuna kati ya madaktari wao walikuja na mgonjwa wake from nowhere. Kwa hiyo ikabidi wamwache amfanyie mgonjwa wake operation, na huyo mgonjwa alitolewa nikiwa pale na binti yangu kweli akaingizwa pale kwenye chumba cha upasuaji, akafanyiwa upasuaji na nilikuwa nimetoa kitenge kama hichi nilichokivaa pamoja na kanga nyeupe. Na baada ya kama dakika 20 alitoka nesi ambaye baadaye nifahamu kwa jina anaitwa Glory akiwa amembeba mtoto kwa mkono mmoja, yani kama vile mtu amebeba chupa, kubeba kama vile mwanamke anabeba mtoto. Akaingia naye katika chumba cha mama wanaojifungua labor ward. Na baadaye alitoka daktari mmoja ambaye alitokea kwenye theater humo, wakiwepo ndani na Dr. Mapunda. Huyo daktari kiukweli kwa mpande wangu Dr. Mapunda ni daktari ambaye aliongea kistaarabu sana, ni daktari mcheshi. Huyo sina shida naye. Huyo daktari akaniambia umeleta freestyle ndogo kwa hiyo ukachukua zile za matenti. Lakini sasa nikaa najiuliza hiyo ni 15,000, lakini kwa kumshukuru Mungu binti yangu ambaye anaitwa Esther Adam alinitumia fedha kwenye simu. Kwa hiyo niliweza kutoa fedha hizo na kulipia ile matenti paid na nikaja odini. Wakati nafika kwenye mlango wa kwanza wa kuingia kwenye odi za wagonjwa wengine na wazazi kwa walinzi, nilipokea message kwa bwana aitwaye Isa na kuniambia Neema anasema amebadilishiwa mtoto. Kwa kweli jambo hilo lilinishtua na nilijihisi kukosa nguvu. Na hatimaye niliweza kutembea upesi hadi pale udini, kweli nikamkuta binti yangu amemshika mtoto lakini nguo sio za kwetu. Na akaniambia mama, labda nimebadilishiwa mtoto kwa sababu hizi nguo sio za kwetu. Nikamwambia hata kama amebadilisha nguo labda, lakini watoto wanaikuaga majina kwa sababu kila hospitali na zile vitu wanaziita tag au nembo yoyote wanamvalishaga mtoto kwenye mkono ili kujua mtoto huyu mama yake ni nani, wanavalisha jina la mama kwenye mkono wa mtoto. Kwa hiyo mimi kwa haraka haraka nilimfunua yule mtoto na nikitazama kwamba
ana alama ya jina la mtoto wangu Neema Adam Kirugara, lakini sikuona alama yoyote. Kwa hiyo nilipata hofu, na aliitwa huyo nesi alomleta mtoto na nesi wa wodi hiyo, na akidai kwamba hii ni kesi. Alivyokuja huyo Glory